وكنز لا تخاف عليه لصا خفيف الحمل يوجد حيث كنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلوات الله وسلامه عليه. الحديث الخامس والعشرون katika hadithi za al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala katika kitabu cha al-Arba'una an-Nawawiyya, hadithi ambayo inaelezea kuhusiana na wingi wa njia za khairi na fadhila za kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. بيان طرق كثرة الخير وبيان فضل الذكر. حديثين إلى من بهايو. يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي ذر رضي الله عنه قال أن أناسا من أصحاب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه Muslim. Hadithi hii ameipokea Abu Dharri kwa kusema hakika ya watu katika masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallama walisema kumwambia Mtume sallallahu alayhi wasallama: ya Rasulullah, ewe mjumbe wa Allah, dhahaba ahlu duthuri bil ujur, manake wametupita watu ambao wameneemeshwa na Allah subhanahu wa ta'ala bil ujur, kwa ujira mkubwa sana. Manake watu wenye mali wao wametuzidi sisi kwa ujira kiasi kikubwa sana. Haulai sahaba, hawa ni masahaba wa Mtume salawatullahi wasalamuhu alayhim. Ahammahum hadha al-amru faja'u yashkuna ila an-nabi sallallahu alayhi wasallam, limewashughulisha hili jambo la wenzao mpaka wakaja wanapeleka malalamiko na mashtaka kwa Mtume salawatullahi wasalamuhu alayhi. Wanasema matajiri dhahaba, wametupita na wamebeba wao hawa ahlu dhuthuri, watu wenye maisha yao katika ulimwengu. Allah amewafungulia katika mali bil ujuri, wamebeba wao ujira mkubwa sana kutokana na mali yao waliokuwa nayo. Yusalluna kama nusalli, masahaba wanatoa shakawa, maelezo, wanasema kwamba wao wanasali kama sisi tunavyosali. Wayasumuna kama nasumu, na wanafunga pia kama sisi tunavyofunga, faradhi na sunna wanafunga. Lakini wayatasaddaquna bifudhuli amwalihim, lakini wao wametuzidi, wanatoa sadaka kutokana na ile ziada ya mali yao waliokuwa nayo. Sisi hatuna ya Rasulullah. Mtume akawashafahamu makusudio yake, makusudio ya masahaba. Mtume alikuwa anajua kwamba masahaba walikuwa na hirsi ya kufanya mambo ya kheri. Lidhalika shaka alfuqara min ashabi Rasulillah sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu hiyo mafukara walikuja kushtaki kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa hadha fihi dalilun ala anna almuslim yanbaghi an yahrisa ala alkhair. Hapa kuna dalili kwamba Muislamu anatakiwa katika maisha yake awe na hirsi na pupa katika mambo ya khairi. Wa yandama idha lam yatamakkan min fi'li alkhair, na pia awe anasikitika kwa kule kutowezeshwa yeye kufanya khairi na kukosa kufanya khairi katika maisha yake. Mtume alipolijua hili akawaeleza masahaba ridwanullahi alaihim kwa kuwaambia: awalaysa qad ja'ala Allahu lakum ma tasaddaqun, hivi Allah hakuwajalia nyinyi badala ya vitu ambavyo mtavifanya kuwa ni sadaka kwenu nyinyi? Awalaysa qad ja'ala Allahu lakum, hivi Allah hakuwapa nyinyi ma tasaddaqun, vitu ambavyo mnavitumia kuwa ni sehemu ya sadaka na mkapata ujira kama vile mmetoa na nyinyi mali zenu kama wenzenu? Mtume akaanza kuwabainishia kwa kuwaeleza: inna bikulli tasbihatin sadaqa, hakika kwa kila tasbihi moja mtu unaposema subhanallah, basi una ujira wa sadaka, unahesabika kama umeitoa mali yako. Wa kulli tahmidatin sadaqa, wa
likulli takbiratin sadaqa, unaposema Allahu akbar takbira basi una sadaqa, lakini unaposema alhamdulillah tahmid basi pia unalipwa ujira wa sadaqa. Wa kulli tahlilatin sadaqa, na kusema la ilaha illa Allah pia unapata ujira wa sadaqa. Lakini wa amru bil ma'rufi sadaqa, kule kuamrisha mema pia ni sadaqa. Wa nahyun 'anil munkari sadaqa, na pia kuwakataza watu maovu pia ni sadaqa. Subhanallah. Yubayinu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam kathrata turuq al-khair, tume anabainisha wingi wa njia za khairi kwa kusema kwamba unapofanya jambo fulani ni sadaqa na hili ni sadaqa. Lakini mtume hakuishia hapo, alitaka kubainisha kwamba katika kila kitu ambacho mwanadamu anakimiliki basi kinaweza kumpatia sadaqa. Mtume akasema wa fi bud'i ahadikum sadaqa, lakini katika utupu wa mmoja wenu alionao basi pia ni sadaqa. Qalu, masahaba wakastaajabu mno, wakasema ya Rasulullah, ewe mjumbe wa Allah, ayati ahaduna shahwatahu, mmoja wetu ayaendee matamanio yake yakidhi haja zake, wa yakunu lahu fiha ajr, kisha baada ya kufanya hivyo iwe ana ujira yeye anaupata katika jambo lake hilo analolifanya. Istighrab min as-sahaba ridwanullahi alayhim, jambo linaonekana kuwa ni jambo lenye kushangaza na masahaba ridwanullahi alayhim wakastaajabu. Lakini Mtume sallallahu alayhi wasallam muallimu hadhihi al-umma, mwalimu wa umma huu, akawajibu kwa kuambia araaitum, hivi mnaonaje, lau wadaaha fi haramin akana alayhi wizr, kama kiungo hiki alichopewa na Allah subhanahu wa ta'ala utupu wake atautumia kwa kuweka katika haramu, sehemu isiyostahiki, je atapata madhambi? Waliulizwa swali hili, swali ambalo liko wazi. Bayana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, Mtume amebainisha, saalahum an shay'in ma'ruf, amewauliza kitu ambacho kinafahamika, liajli an yuqarrira lahum hadha, ili awakaribishie lile analotaka kuwaeleza. Walidhalika qalu, masahaba wakasema naam ya Rasulullah, mmoja wetu ikiwa atazini, atafanya maasi ya kupitia kiungo chake atapata dhambi. An-nabii sallallahu alayhi wasallam, Mtume anasema fakadhalika idha wadaaha fil halal, hivyo hivyo atakapokiweka kiungo chake hicho katika kufanya halali, katika halali, kana lahu ajrun, basi atakuwa anapata yeye malipo na ujira kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Bayana lahu, Mtume amebainisha kaifa yujaru al-insan ala itiyanihi shahwa, vipi mwanadamu anapata ujira kwa kuziendea shahwa zake. Fi zawjatihi bilqiyas ala man wadaaha fi haramin fakana alayhi wizr, kwa kule kutumia kiasi kwamba yule ambaye anaifanya jambo hili katika haramu kwa kuwa na dhambi, basi hata ukilifanya katika njia halali basi kinyume chake unapata thawabu kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala, walladhina hum li furujihim hafidhun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin faman ibtagha wara'a dhalika fa ulaika humul aadun. Kwa hiyo wadaa uqubatan ajila ala az-zina, Allah subhanahu wa ta'ala ameweka adhabu ya haraka kwa yule ambaye anaifanya zina katika maisha yake. Fahadha alhadith fihi sa'atu fadlillah subhanahu wa ta'ala wa taysirullah jalla wa ala alkhair liibadihi. Katika hadithi hii kuna mafunzo ya upana wa fadla za Allah subhanahu wa ta'ala, na pia kuna wepesi ambao umewekwa wa khairi na Allah subhanahu wa ta'ala juu ya waja wake. Wa annaka idha ajazta عن إنفاق المال فلا تعجز عن هذه الخصال التي لا تحتاج إلى مال. Na hapa kuna mafunzo kwamba binadamu unapokuwa hukupewa wasaa na hukuruzukiwa na Allah subhanahu wa ta'ala kuwa na mali ukawa unatoa, basi usishindwe kufanya yale ambayo yatakayosimama badala ya mali, ukamsabih Allah subhanahu wa ta'ala, ukafanya adhkari ikawa ni sehemu ya sadaka yako. Wala tahtaju ila kulfa, haihitaji jambo gumu. Maana yake unaposema subhanallah basi yaktubu Allahu laka ajran sadaqatin kamila, Allah anakuandikia ujira wa sadaqa kwa ukamilifu wake. Wa fihi fadlu al-aghniya alladhina yatasaddaquna, katika hadithi hii pia kuna ubora ambao unaonyeshwa juu ya matajiri. Matajiri nao pia wana nafasi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, wanapoitumia mali yao vizuri basi Allah huwapandisha daraja. Tunaona mpaka masahaba ambao hawakuruzukiwa uwezo wa mali wameona wivu katika nafsi zao na walitamani na wao wawe na mali.
Kwa hiyo hapa tunaonyeshwa kwamba matajiri wana nafasi kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala pindi watakapoitumia ile mali aliyowaruzuku Allah subhanahu wa ta'ala katika njia ya khairi. Wa fihi hirsu sahabati ala alkhair, na hapa tunajifunza pupa ya masahaba katika mambo ya khairi. Wa anna al-insana yanbaghi lahu an yandama ala ajzihi, na pia mwanadamu anatakiwa ajutwe na aone kwamba amepata hasara pindi anaposhindwa yeye kufanya mambo ya khairi. Fa idha nadima wa tamanna yulhaqu bi ahli alkhair bi niyyatihi, mwanadamu anapokuwa anajuta kwamba amekosa kufanya khairi, basi kutokana na yale majuto yake anajumuishwa na kuwekwa katika watu wa khairi kwa ile nia yake aliyokuwa nayo. Wa fihi anna al-aadati ma'a niyyati salihah tatahawwalu ila ibadati, na hapa tumefunzwa mafunzo makubwa kwamba hizi ada, mambo yetu ya kawaida haya, tunapoyafanya kwa wema na kuwa na nia nzuri, basi hubadilika na kuwa ibada. Kama fi wad'i rajuli shahwatahu, kama tulivyoona mtu kufanya na kukidhi yale matamanio yake ya nafsi yake. Hadhihi ada, hii ni ada, lakini idha nawa biha i'fafa nafsihi, mtu anaponuia kuihifadhi nafsi yake, wa i'fafa zawjatihi, na anaponuia kumhifadhi mkewe, walkaffa anil haram, na kujizuia kuyafanya haramu, sarat ibada, huwa ni ibada. Fayanbaghi lilinsani, basi anatakiwa mwanadamu an yuhsina niyatahu fi jami'i umurihi, aifanye nia yake kuwa ni nzuri katika mambo yake yote, hata yujara alaiha, ili aweze kulipwa kutokana na nia yake. Wallahi katika hadithi hii kuna mambo mengi ambayo tumejifunza, na tunatakiwa tusitosheke tuna mafunzo haya, bali tuyafanyie kazi na iwe ni misingi katika maisha yetu ya kuweza sisi kuweza kufaulu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, lakini katika maisha yetu haya ya dunia. Wa bihadha naktafi, wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. wa kanzun la takhafu alayhi lissan khafiful hamli yujadu haythu kunta.